JJ, wewe ni mtaalamu kidogo wa Kiswahili hivi. Kipi kinambana mwenzie kati ya haja ndogo kumbana binadamu au binadamu ndo anabana haja ndogo? Sasa umefunga safari kutoka Msewe uje kunioji swali dogo kama hili. Mbona mnadhalilisha sana na taaluma za watu? Okay, anyway. Ni binadamu ndo anabana haja ndogo. Right? Kwa sababu yani haja ndogo haiwezi kukubana wewe. Wewe ndo unaibana yenyewe. Maamuzi hapo kwako. Kwa hiyo ni makosa makubwa mtu anasema nimebanwa na haja ndogo usiku. Wewe ndo unaibana, maana yake usipoibana inatoka. Ndio maana ukienda uani unaiachia, ndio maana inatoka. Kwa hiyo Kiswahili kinakosewa sana. Ndio hilo unakuta mtu anakuambia toka nje. Sasa utatokaje nje? Unatoka ndani. Okay. Ni makosa ambayo najitahidi kuangalia program gani I can come with ili kuweka sawa kwa ajili ya kuponya watu wa nchi. Sawa, kwa Kiingereza haja ndogo inaitwaje? Tuitumie hiyo. Ni urine. Sasa usiwe unatamka kama vile unakula matango. Ni urine. Sio urine. Yeah. Unavyosema urine unakuwa sasa kama una fork. Ni urine. Lakini siku nyingine kama unatoka mbali kuja kuniuliza utoto kama huu, it's better we communicate through phones. Yes, kwa sababu sasa kuna haja ya simu za mikopo. Unachukua simu ya mkopo huitumii tena, unafunga safari kutoka Msewe uje kuniuliza mimi kipi kinambana mwenzie kati ya mkojo na nani? Nani? Acha mchezo huo. Acheni. Anaweza kaendelea tu kwa sababu wewe ni mtu mzima. Mwache mtoto acheze. Hapana. Hapa ni kwangu, yule ni mwanangu. Usiki kwa chochote wewe. Huyu mtoto ulimpata ukiwa na umri gani? Mbona ni mkubwa sana? Sasa wewe miaka yangu naijua. Na anaonekana ni mkubwa kuliko wewe. Au ni mkeo? Atu. Usimuite sasa. Atu wanamuita mimi tu. Yeye ana jina lake ambalo liko kwenye vyeti. Anaitwa nani? Si ndo nasema liko kwenye vyeti, mimi sijui. Sio Atu. Anaitwa nani? Atu, kamwekeni mjomba katuni. Goodbye. I am going.